Karibu Kipua Media kwenye simulizi za kusisimua. Simulizi yetu ya leo ni Msitu wa Mwisho, sehemu ya kwanza. Kulikuwa na kijiji kilichoitwa Ilangombe, kijiji kilichozungukwa na msitu mnene, msitu ambao hakuna mtu aliyekuwa na ujasiri wa kuingia baada ya jua kuzama. Wenyeji waliuita Msitu wa Mwisho kwa sababu kila aliyeingia humo hakuonekana tena, na ndo ulikuwa mwisho wake. Stori inaanza na kijana mmoja aitwaye Khalid. Alikuwa amekaa kwenye siti ya nyuma ya gari dogo la Noah, akiwa amezama katika dimbwi la mawazo. Alikuwa anarudi kijijini baada ya miaka 5 kupita. Mazishi ya bibi yake yalimlazimu kuja. Pembeni yake waliketi marafiki zake watatu, Neema, Tino na Siza, wote wakiwa hawajawahi kufika kijijini hapo. Walikuwa wamekuja kwa mara ya kwanza kumsindikiza rafiki yao Khalid. Tino akiwa na kicheko, hivi si tungekaa tu mjini tukatuma salamu? Hii barabara ni ya maumivu kaka. Neema kwa sauti ya kutia moyo, Khalid ni rafiki yetu, tupo hapa kwa ajili yake. Hii safari ina maana kubwa katika maisha yake na yetu pia. Khalid hakujibu. Mikono yake ilikuwa imekumbatia mkoba wa ngozi wa bibi yake aliyoukuta kwenye nyumba ya zamani aliyoishi bibi yake Khalid kabla ya kuhamia kijijini. Lakini mkoba huo ulimuita, kama vile ulikuwa na kitu kilicho hai. Wanafika kijijini. Walipofika Ilangombe, waliwashangaa wenyeji. Watu walikuwa wakitembea kwa haraka, nyuso zenye hofu. Milango ilifungwa kabla ya jua kutua. Hakukuwa na hata mtoto anayecheza nje, wala mtu yoyote. Mzee mmoja akawaambia kwa sauti ya chini, msitu unafungua macho yake leo. Msivuke ule mti mkubwa, jua likishazama. Hawakumwelewa, lakini Siza alishtuka. Siza akawaambia wenzake, jamani, mnaona mti ule mkubwa? Kulingana na historia ya Ilangombe, ule ndio mpaka wa dunia mbili, iliyo hai na isiyo hai. Usiku wa kwanza wakiwa kijijini hapo, ilipofika majira ya usiku walipata chakula cha usiku na wakaketi kupiga stori. Waliongea sana mpaka ilipofika muda kila mtu kwenda kupumzika. Kutokana na uchovu wa safari yao, waliamua kuingia kulala. Ilipofika majira ya saa 9 usiku, Neema alipata ndoto ya ajabu na ya kutisha. Alikuwa msituni peke yake. Kulikuwa na mtoto mdogo, mweupe wa ajabu, mwenye macho mekundu. Alikuwa akimwangalia Neema kwa huruma sana. Mtoto huyo alimwambia kwa sauti ya chini, mkoba huo ni hazina kubwa sana, tena ni funguo ya machozi au furaha, ila Khalid hajui. Lakini damu yake imeandikwa. Ghafla Neema alishtuka kutoka usingizini. Mkono wake ulikuwa umechafuka na tope, na kwenye sakafu ya nyumba yao kulikuwa na majani mabichi. Alipigwa na butwaa kwa muda mrefu, na alibaki kuufikiria ni ndoto au ni kweli alichokuwa akikiota. Alitazama yale majani, hakujua yalitokea wapi. Kesho yake palipokucha, Neema alienda kwa babu wa kijiji hicho aliyewapokea jana walipowasili kijijini hapo, na alimweleza kuhusu ndoto aliyopata usiku wa kuamkia asubuhi hiyo. Yule babu aliinamisha kichwa na kusema, kuna jambo litatokea hivi karibuni wajukuu zangu. Ni kati ya kifo au uhai. Tuombe tu lisiwe baya kwenu na kwetu pia. Sawa, wajukuu walijibu sawa babu. Kisha Khalid naye alieleza kuwa alihisi kama mkoba unamwongoza, kama unamwambia njoo. Siza alikuwa akimsikiza Khalid kwa makini sana. Tino alicheka na kusema, mkoba utakuitaje, maana hauwezi kuongea hata. Macho ya Tino yalikuwa mekundu ghafla na wala hakuwa amelala. Wenzake wakamuuliza, umekuaje wewe? Alijibu, sijui, labda nimeshikwa na ugonjwa tu. Neema alifikiria kuhusu ndoto yake, lakini alihisi ule mkoba alionao Khalid una kitu kinachohusiana na msitu ule. Walijumuika na wanakijiji wa kijiji hicho mpaka ilipofika majira ya jioni. Wakaelekea kwenye mpaka wa msitu. Waliambiwa wawe makini mno, huku jua likizama polepole nyuma yao. Mara walipovuka ule mti mkubwa, ulimwengu uligeuka. Sauti za kutisha, majani yaliyomiminika kama mvua, na kivuli kirefu kilichojitokeza mbele yao, kinachofanana kabisa na bibi wa Khalid, lakini hakikuwa binadamu. Mwisho wa sehemu ya kwanza. Subscribe ili kutopitwa na sehemu ya pili ya Msitu wa Mwisho. Je, ni nini kilichopo ndani ya mkoba? Kwa nini msitu unamuita Khalid? Na je, wote wanne watafika mwisho wa hadithi hii wakiwa hai? Usipitwe na sehemu ya pili.